Mungu akinijalia sitasema kwa kirefu sana, lakini ni shauku yangu ikaeleweka. Ni shauku yangu mtu atoke ameelewa na atoke ana maamuzi, kwa sababu neno tulisoma ni sehemu ya fundisho la Bwana Yesu kwa watu ambao wametembea nao muda mrefu. Ameshaponya na wagonjwa, amefundisha na milimani, amefufua na kufufua, wameona matendo makuu, amewatuma na wenyewe kufanya mazoezi, wameponya wagonjwa, mekemea pepo, wakarudi wanafurahi. Akawaambia msifurahi kwa sababu hizi pepo zinawatilia, lakini furahini kwa sababu jina lenu limefanya nini? Majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Sasa katika kuendelea nao, Yesu alikuwa anafundisha masomo yake hatua kwa hatua. Hata kujitambulisha alijua hawamjui vizuri, na kwa kweli walichukua muda kumjua vizuri. Sasa wale walikuwa wanatembea naye. Sisi je, ambaye wanatembea naye kwa imani, hata sisi kuna asilimia kubwa hatumjui vizuri. Leo umjue vizuri Bwana Yesu. Leo umfuate Yesu vizuri. Kwa hiyo kuna mahali akafika na kumjua yeye kuna umuhimu sana, kwa sababu kuna wakati akaona watu wanafuata tu, akawaambia mtu akitaka kunifuata anywe damu yangu, Yohana sura ya 6, na wale jamaa yangu wengi wakaondoka. Sawa, hii ndio kumwana, wakamwacha, hawakumfuata tena. Na leo kuna habari mbaya kwenye gazeti la Jibu la Maisha. Huyu Yesu ambaye tunampenda, Biblia inasema mamilioni waacha Ukristo, sio Biblia, gazeti. Mamilioni waacha Ukristo duniani, Afrika kinara wa idadi ya Wakristo. Lakini ukifungua mbele kidogo ukurasa 12 inaeleza jinsi ambavyo Ulaya mambo ya Yesu hawana habari, na ndiko wamishonari walikotoka. Niliwahi kwenda kanisa moja London penye pale, ukawaya asubuhi kwa wazee na vijana sura 3 siku nyingine walikuwa wanajifunzia utungaji. Vijana wachache, kanisa kubwa wachache. Siku nyingine tukaenda Baptist, kanisa safi liko kama hili kubwa, siku kubwa nadhani kwa ndogo, lakini lina underground na jiko liko, kila kitu kimepigwa pasi. Hali na wafungaji, kuna wazee kina mama wako hivi ambao karibu watakufa, wanakaribia tafadhali baki sifa Yesu. Nilikwenda kanisa lingine mwingine na mwenyewe Uswisi, nikakuta mchungaji anatoka Brazil, walioko pale na Swisi ndio katika uamsho wa kanisa ndio wenyewe na penyewe pamechoka, kanisa zuri la miaka mingi, lakini vijana hawa. Alipotoa nasema furahi sana, akatupokea karibuni jamani, tena ni sisi wa Misri kwa kanisa kwa wageni, kama pendo lolote unapotaja Yesu. Sasa hiyo ni miaka mingi imepita kidogo, sasa wamezidi. Unajua kwa nini? Kuna kipindi walifuata, Yesu ni wangu. Wakashangaa hajarudi bado. Walikuwa wanashuhudia wakati wanaanza kushuhudia. Walikuwa wanaamini yeye anaponya, wakasema tunaomba daktari. Vitu vingi walikuwa wanaviamini wakavitupilia mbali. Mwisho wakahama na makanisa. Kwa hiyo makanisa yalikuwa yamejaa hayana watu. Naomba neno jamani. Kwa sababu hawakumjua vizuri huyu Yesu. Lakini Biblia inaonya kabisa, mjue sana Mungu wako uwe na amani. Hata huyu Yesu sipomjua vizuri, kuna mahali utatikisika. Na ukitikisika inategemea umetikisikia ghorofa ya ngapi. Hiki ni kipindi ambacho tunashuhudia watu tuliowaamini wanaporomoka, watu tuliowategemea wanaacha imani, wawe ni mabinti, wawe ni mama, wawe ni baba, wawe ni watumishi, wanafika mahali chini. Kwa sababu sasa hivi tena ndio kabisa, hata wengine wanajiita watumishi, sio watumishi. Kwani hamwaoni?
injili yao kubwa, lete pesa, na wanauza na vitu, kila kitu cha kuleta pesa ziende mfukoni mwake. Hawana habari na Yesu mwenyewe. Lakini na habari njema leo, Yesu ni njia, kweli na uzima. Sasa kama yeye ni njia na amekuokoa, anataka ufike. Unataka afike leo? Wangapi wanataka wafike? Somo hili linakuhusu. Mwangalie, nyosha hata mkono, mwambie jirani yako kama amenyosha mkono, mwambie neno la leo linakuhusu. Mwambie linakuhusu. Sasa Yesu baada ya kumetembea na muda mrefu, akawageukia Bwana, akawauliza wanafunzi wake, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakawa na majibu mbalimbali. Wengine wakasema huyu Yohana Mbatizaji, wengine wakasema huyu Elia, wengine Yeremia, mmoja wapo wa manabii. Ndivyo wananiita kwa sababu gani? Wameyaona matendo yake makuu, lakini bado hawamjui vizuri, wanamjua kwa kubahatisha. Akawageukia wenyewe, na nyie mnasemaje? Akatazamana nyuso, akasema sasa kama na yale hajakubali sasa bwana. Mmoja akawa mchangamfu, Petro, akamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni wa Bayona, kwa kuwa mwili na damu hakufunulia hili, bali ni Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo hata wewe Petro, sio kama unajua sana, yomkini kuna na Petro mwingine hapa leo umjue leo Yesu. Amina. Maana huyu aliwajibu vizuri. Yesu akasema jibu vizuri, na nadhani aitabasamu. Wewe fikiria ujibu vizuri kwa Yesu, utajisikia. Hata wenzake sasa walimuonea wivu. Baada hapo Yesu akaanza kujitambulisha zaidi kwamba mimi ndiye, ni kweli ndiye Kristo niliyesubiriwa, Masihi niliyesubiriwa kwa ajili ya ukombozi. Sawa, tuko pamoja. Na akaanza kusema, sasa mimi nitaenda wakati Yesu akaanza kuwaonya wanafunzi wake kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso. Nini mzee? Mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa. Kufanya nini? Kuuawa. Hebu niambie, ungekuwepo ungemwelewa? Yaani yeye kafufua wagonjwa, kaponya, kafundisha wafundisho kutoka mbinguni, katuambia twende mbinguni, kafundisha kwamba halafu nasema habari za kufa, kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Hata hivyo Petro yule aliyejibu vizuri, aliyefaulu ile quiz, akamchukua akaanza kumkemea, kama akamvuta kidogo, mzee kilewana. Sasa bwana, tukuelewe sasa bwana, tuchanganye bwana. Unasema nini hapa? Hasha bwana, hayo hayatakupata. Tuko pamoja, hayatakupata. Yesu akamgeukia akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huya wazi aliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Na hata leo akina Petro tupo. Neno la leo linatuhusu. Tunachowaza ni ya wanadamu. Tunachowaza ni neno hili linakuja kwa yangu ngumu kidogo. Si mnakumbuka wiki Jumapili ile, si ndio? Kwa kujifunza namna ya kuwa na vya kutosha, si ndio? Namna ya kumiliki kuvipata vya hapa. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu ule alifundisha jinsi ambavyo Mungu kwanza, kome kwanza. Si mlimuelewa lakini pia na mifuko si vibaya noti ikitembelea. Hata mimi nilifurahi noti zingetembelea za kutosha. Hata waweze kutembelea. Amina. Lakini sio kwa gharama ya makusudi ya Mungu. Yesu aligundua kwamba Shetani anataka kumtumia Petro kwamba mazuri sawa, lakini mabaya, safari ambayo inapaswa kuipitia nisiipitie. Kamwambia, rudi kwangu, una mpango na mapenzi ya Mungu. Wewe una mpango na ya kwako mwenyewe. Fikiria, huyo aliyekusifa na vitu vya Shetani, utabaki kanisani? Utabaki kweli?
Petro lakini alibaki. Ingawaje kwa sababu ya kutomjua vizuri, ilipofika saa ngumu tena akamwacha Yesu. Kwani Petro alimwacha jogoo aliwika mara ngapi? Mara 3. Hizo ndio za Petro. Lakini Petro baadaye aling'ang'ana, akang'ang'ana na Yesu. Kadri mng'ang'ana aliendelea kumjua. Hotuba ya kwanza Pentekoste akawa yeye mnenaji. Makofi kwa Bwana Yesu. Sasa ndio tunaanza sasa mstari huo wa 24 sasa. Nilikuwa naomba utangulizi tu. Biblia inasema wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Yaani alipoona kwamba mawazo ya nisiende msalabani, na mimi nilikuja ili waokolewe kwa njia ya msalaba. Nitaka ujumbe huu unaweza kuita njia ya msalaba, sawa? Lazima waelewe, wanijue, wawe na amani. Yakinipata yasiwatoe kwenye reli. Na pia lazima hata wao wenyewe waupime wito wao, uamuzi wao wa kunifuata. Na mimi nasema leo mchana huu upime uamuzi wako, unamfuata Yesu au umehamia tu TG. Hapa kuna wakati napataka wapeni, umetoka wapi? Lakini nimekubali kumehamia. Hatuhamii, ila tunakubali kumfuata Yesu, ndipo tunaungana na washirika wanaopenda mbinguni. Sasa akasema mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Heshima kubwa tena raha kwa watu kama Petro na wenzake kuchaguliwa kumfuata Yesu. Hata sasa jambo hili ni la baraka na heshima kuokoka. Hongera umeokoka. Lakini unamjua vizuri Yesu? Unamwelewa? Unakubaliana naye kila kitu? Leo ukubali anachokisema. Maana aliongea baada ya siku nyingi zimepita. Petro yuko pamoja, anaona miujiza, kanisa nasema let him know sasa, aamue sasa au vinginevyo. Ni kusudi la Mungu kwamba tumjue sana. Sasa ikawaje? Biblia inasema kwamba Yesu akaanza kufundisha baada hapo. Wakati huo, yaani ulifika wakati Yesu alikuwa anafundisha kwa wakati wake. Mtu yeyote, na neno hili mtu yeyote maana yake anaweza kuwa mwanaume au mwanamke, msomi au sio msomi, mrefu au mfupi, mwembamba au mnene, wa chochote kile, mtu yoyote. Mungu hana ubaguzi. Wewe unaingia katika wale mtu yeyote, hata mimi. Lakini pia ni kwamba hakuna atakaye kuchukua nafasi yako. Kuna maamuzi utafanya wewe, hutafanyiwa na mtu. Wale watu wengi ambao wanafanyiwa na mtu ndio hawa wanatu surprise. Na hasa nyinyi mliokokea kwenye nyumba za waliokoka. Mnakoka kwa sababu baba ameokoka, lakini kweli hamjaokoka. Amua kufuata Yesu mwenyewe. Ndio maana nashangaa, nilikuwa nasikia leo hii jamaa mmoja, mtu ambao usingemtegemea, amefanya vitu vya ajabu kabisa. Na anabisha dhambi kubwa, na anafanya nini? Analinga, which means bado analingia dhambi hiyo. Na wapo wengi, lakini shida ni nini? Aliokokewa, hakuokoka mwenyewe. Muulize rafiki yako, umeokoka au umeokoleshwa? Yaani asiwepo mtu ambaye anasema kwa sababu fulani ambaye tuko pamoja ameokoka. No. Ndio anasema mtu yeyote. Na Yesu akisema mtu yeyote, kama nilivyosema, maana yake ni hiyo mtu yeyote. Na anaposema mtu ni kwamba hakuna upendeleo wa kumfuata Yesu, wala hakuna kura. Wote nafahamu kwamba wakati wa uchaguzi kura, watu fulani hata kama wajui kusema anapigiwa kura, anapita mtu. Kwenda mbinguni hutapigiwa kura, ila utamfuata Yesu kama anavyotaka. Hatuwezi kumfuata Yesu tunavyotaka, tutamfuata yeye anavyotaka. Inaeleweka watakatifu?
Anasema mtu huyo ajikane mwenyewe. Neno ajikane mwenyewe manake azione nguvu zake na uwezo wake kwamba si kitu. Kama ni msomi, kisomo ni kizuri, lakini kulingana na Yesu hakimzidi Yesu. Kama ana uchumi mzuri, asiseme mimi na uchumi mzuri basi nimfai Yesu. Hamfai kabisa. Amina. Yaani afike mahali chochote kilichopo chini ya jua nicho nacho na hata nachoweza kukipata, ulicho nacho na hata unachoweza kukipata kesho, hata wewe kisishindane na uchaguzi wako wa kumfuata Yesu. Itakayokuwezesha ufike, ndiyo njia ambayo utatenda hapo, utakuwa mzima. Na mfano wake ni ule wa Israeli. Kwa kadri waliomtii Mungu walitembea miaka 40 hata viatu havikuchoka. Amina. Wakawa salama, walikula na utakula ndani ya Yesu, lakini utamfuata anavyotaka, sio unavyotaka. Kwa hiyo kujikana ni kusema ni kweli nimesoma, lakini Yesu ana heshima kubwa zaidi. Ni kweli ni mbunge, ni kweli Yesu ana cheo kikubwa zaidi. Mimi ni nani? Najulikana, natoka ukoo mkubwa zaidi, lakini Yesu ndio ukoo wa ziada, unatoka mbinguni kwenyewe. Achukue nini jamani? Msalaba. Msalaba unawakilisha maisha endelevu ya kifo cha mtu amfuataye Yesu. Yaani uko tayari kufa wakati wowote, uko tayari kutukana wakati wowote, uko tayari kudhulumiwa haki zako wakati wowote, uko tayari uchekwe wakati wowote, uko tayari udharauliwe wakati wowote, kwa sababu Yesu ana thamani kwako. Uamuzi ulioamua kufuata Yesu unamaanisha utachagua kuishi tofauti na wazomeao na wakuzungukao kwa sababu ya huyu Yesu juu ya uzuri wake. Mwonjeni muone ya kuwa ni mwema. Ninatangaza Yesu ni mwema. Chukua vyote niachie Yesu. Kwa sababu hiyo utauchukua msalaba wako, na msalaba amesema auchukue mtu wako. Msalaba sio msalaba wenu. Wewe utachukua kwako, mdogo wako atachukua kwake, baba yako atachukua kwako, mchungaji wako atachukua kwake, yaani kila mmoja wa kwake. Unatanielewa jamani? Kuna msalaba unawakilisha mapito, mengine machungu, mengine maumivu, mengine hata vifo. Ule uamuzi wa kufuata Yesu ni kukubali hukumu atakayohukumiwa Yesu, ni kukubali hukumu aliyohukumiwa. Alikosa nini? Alitenda miujiza mingi, aliwalisha maelfu, akafufua wafu. Baada ya kumchagua waaskofu, wakasema asulubiwe. Wakakubali achiwe jambazi, lakini mwenye haki asulubiwe. Ndio njia ambayo utaipata ofisini kwako, ndio njia ambayo utaipata hapo unapoanza biashara, ndio njia ambayo tunakabiliana nayo kila kuchwapo. Na usimame ukijua nimekubali kumfuata Yesu. Kuna mahali utapaswa ukae kimya, ingawa ulikuwa na la kusema, kwa sababu unamfuata Yesu. Kuna mahali utasema hapana, ingawa wote wanasema ndio, kwa sababu wewe unamfuata Yesu. Kama ni ofisa, wewe ni mhasibu mkuu, kuna cheki hutazisaini, kwa sababu wewe umekubali kumfuata Yesu. Utaambiwa huna ushirikiano, utaambiwa hufai kazi, lakini umeamua kumfuata Yesu na unaobeba msalaba. Na wakati mwingine hata kazi utapoteza. Na sasa hivi ndio jaribu kubwa, watu wanapenda kulinda kazi. Kwa ajili ya kazi yako, beba msalaba, sema chukua vyote niachie Yesu, na utasimama. Mbona utake? Utasimama. Utasimama. Mwamini lazima akubali kuyatoa maisha yake kwa ajili ya Yesu. Msalaba si mauti tu, lakini hiyo ndio habari njema, na baraka zipo, na ushindi upo, na kumwona Yesu upo. Kuna mengine yanakuja kama mateso mabaya sana, lakini yakipita tu mlango wa kupita ukitokea, umeshangaa uko kwenye level nyingine. Vumilia,
Nasema vumilia, usitende dhambi, usiutupe msalaba eti kwa sababu unajua mama, imezidi tangu mwaka fulani, jamani, imezidi watu wote mpaka wananiita. Endelea ukiwa mwaminifu, au kama tukimwacha yeye atabaki mwaminifu siku zote. Kuna mtu anielewa taratibu? Nilikuwa nimetumbulia kidogo kwenye kitabu cha Waebrania, ukiangalia sura 11 imejaa mashujaa. Wakati huo Yesu akaja msalabani, lakini maisha aliyoyaishi ilikuwa ni mfano wa maisha ya msalaba. Nataka nikuonyeshe kidogo historia ya mashujaa wa Agano la Kale. Napenda niseme, ukisoma katika Waebrania 11, soma mstari wa 32 mpaka 36, Biblia inasema hivi. Hapa ametaja mashujaa wengi, anasema, nami nisemeje? Niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni, manabii na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii. Yaani kuna wengi walioishi maisha ya kubeba msalaba wao. Uko tayari jamani? Ingekuwa ni Agano Jipya ya maisha uyaishi ni ya msalaba. Labda hujaelewa vizuri. Niendelee kukuambia. Ni hivi 33, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, sema walitenda haki. Walipata ahadi, sema tena. Walifunga vinywa vya simba. Unawafahamu walifunga vinywa vya simba, si ndio? Mnamfahamu Danieli, alikuwa kwenye mbuga za wanyama kutalii, au alisengenywa, aliambiwa mtu asiamwabudu Mungu na yeye alimwabudu. Si mnajua ingekuwa ni leo, kataa huyo Yesu, akasema simkatai Yesu, akatupiwa simba. Na simba wale walikuwa na appetite kubwa, kabla hujagusa chini umechana, lakini Bwana alifunga vinywa vyao, na Bwana atafunga vinywa vya simba wako. Alafu walizima nguvu za moto. Unafahamu walizima nguvu za moto, si ndio? Huu ni msalaba waliobeba. Usidhani jambo rahisi, unaliona limoto lile linawaangamiza hata wanaowabeba, bado ndio unautupa wewe. Simama na Yesu. Waliokoka makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Kuna nyakati mtu unachoka tu, na yumkini hata hapa yupo aliyechoka. Kama ni kuomba unaomba, kama ni kufunga umefunga, nasema sasa kimebaki nini sasa? Nimetoa na sadaka, nimebaki nini? Basi na mimi narudi. Mbona wenzangu wanafurahi? Unaanza kuonea wivu wasiokoka kama wanafurahi. Toka huko, muamini Yesu, beba msalaba wako. Labda mjielewa kidogo, tuwasome kidogo kwa zao. Alafu anasema walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Wale wamngojeao Bwana watafanya nini jamani? Watapata hawataendelea kwa dhaifu. Kuna muda nguvu zitakuja, na mimi nasema vumilia, zitakuja nguvu. Hutabaki kama ulivyo, ushuhuda wako utabadilika. Labda niendelee kidogo. Alafu nasema walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Nakumbuka wale mashujaa wa Daudi wale, ambao mmoja tu anaua watu 800, mwingine alipambana wakati wenzake wa Israeli wamemwacha, akabaki akaua wengi, mpaka upanga ukabaki umeshikilia, mkono ukabaki umeshikilia upanga, ikabidi yani wafungue kama vile wamefunga na maskru. Lakini nini? Amejaa roho. Ni kweli vita inatisha, washambuliaji wapo, lakini anasema pamoja na Bwana tutatenda makuu. Uko tayari mwana Lighthouse? Sasa ngoja niendelee kidogo. Alafu walikimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, wengine waliona kufufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Kumbe kubeba msalaba, hata ikibidi ufe, kufa unamwamini Yesu, utaishia mikononi mwake, kuliko ukajilinda ukatupa msalaba na bado utakufa ukapokelewa kuzimu, na huko utakoma. Lakini nasimama hapa kusema usiende. Mwambie dunia, chukua vyote, niachie Yesu. Msalaba mbele, dunia behind. Labda nisimulie kidogo hadithi moja. Ngoja niwasimulie.
Kulikuwa na simulizi moja ya wakati wa mateso, kanisa la teso kwa Algeria. Wakawa na teso walokole wanaitwa waasi wabaya, chochote kile. Wakawekwa jela. Wameonywa huko, wameonywa sasa, kabaki onyo la mwisho la mfalme. Akasimama mfalme, wamefoleni hapo. Sasa nyinyi ndio mnaochukua serikali yangu. Ndio hawa wafanye, ndio hawa mfalme. Sasa tumieni akili. Na waonya sasa. Na wapa nafasi ya mwisho. Wale ambao wako tayari kuachana na mambo ya huyu mtu aliyeuawa huko. Nini bwana? Tunazungumza ufalme wa vitu vinavyoonekana. Bwana, unaweza watu walikufa jeshi Yesu wewe alikufa huko mahali. What to do with people by day? Kwa sababu gani? Neno la msalaba kwa wanaopotea ni nini? Ni upuzi, haliingia akilini. Lakini kwetu sisi tuliomfuata Yesu ni wokovu, tena nguvu za Mungu. Nena habari za msalaba. Basi wale jamaa wengine wakasema lakini kweli tutumie logic hiyo mnaojifanya mmesoma logic ni philosophy ya Wayunani na wanaanza kama kawaida, lakini neno la Mungu linaitwa kweli. Amina. Na mimi nanena kweli hapa. Wakakaa pale, wengine wakakaa. Haya, wale wote wanataka kusema tumekosa, haturudi tena kumfuata yule aliyekufa. Kaa kule. Wakachomoka bwana. Wenzao wengine wanasema, "Kwani mnataka kusema, Yesu wewe ndio ndio pale wenu." Wakahamia pale. Wale ambao watakataa leo, watakataa Yesu, watapona. Nyinyi mzee Yesu atakusema, "Leo ninachoweza kufanya." Na unajua kubeba msalaba sio badala unabeba tu kama vile tunabeba si begi kwenda chuoni au kwenda Kariakoo au nyoki kununua matunda. Kubeba msalaba kuna masumbufu, kama sema masumbufu na mateso. Na wenzako kwa nakula vizuri wanashangilia, unaweza kunyimwa fursa, wakachukua wengine palipokuwa kwako, wanabana wengine penye kuumia, wanakuacha wewe kuumia. Baadaye kama makundi mawili, wale waliomkataa na wale wanaojifanya kichwa ngumu. Kasema nyie kaeni pale. Mafanya kwa kweli wanajua sasa watakula mapanga. Baadaye mfalme akasema sasa hebu wamalizeni wale. Maana kama wanamkataa Mungu wao, wana wao ambao hawa wenzao wako tayari kufa kwa ajili yao, hata kwenye ufalme wao hawafai. Maliza wale waliotaka kujiokoa wakateketea, wale waliokuwa tayari kuteketea wakapona. Na Yesu alifundisha anayetaka kuiponya nafsi yake kama nini? Ataipoteza. Usipoteze nafsi yako. Biblia inasema usitupe ujasiri wako, maana unafaidi kwenda huko. Ilitokea pia Uganda, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Kony, wengine wamemsikia Joseph Kony. Kwa maeneo fulani ya kaskazini ya Uganda inaitwa Lira. Kwa taarifa hii, Uganda ni miongoni mwa nchi nzuri sana Afrika Mashariki, pengine ndio ya kwanza kwa kupendeza, lakini pia imeiona damu nyingi. Kulikuwa na kanisa, watu wanaabudu sisi kwa kiasi gani dogo, lakini Yesu ni mwema, Yesu Mungu ni mwema. Wanaimba simana wajivuni, wakaja wale wakorofi wauaji wale. Na walikuwa wabaya, hata wanafunzi wangu mmoja walimaliza, walimuua. Alinipaga na kuku ile kijana, alipata kuku mweupe kabisa kama mzee. Haya wakaja kumuua. Sasa nisimulia kesi yake. Mko tayari kusikia? Wakaingia. Nini ndio mmesumbua serikali, si nini mmepigana na nani? Mnaleta mambo ya dini hapa, nataka mapinduzi. Wakakokota mchuka kitendo, wewe unajifanya, wakakokota peleka huko, kwenda kumpeleka mchakani. Na mwingine yupo kuwalinda waliobaki. Wakarudi waliokwenda kule na upanga wanamwagika damu. Sasa nini hapa? Kiongozi tayari na nyinyi. Dakika moja wale wanaanza kujiponya nafsi zao,
waachane na imani hizi za wazungu hizi za Yesu hizi, watoke sasa hivi, waacha watu wakimbie, wengine madirishani hao. Lakini kuna waliobaki wasema, chukua vyote niachie Yesu. Mimi nikuulize, wewe utabaki pale? Kumjua kwako Yesu kutaamua utabaki au utachomoka, kwa sababu tishio inaweza kuwa la uchumi, sio mapanga, hata uchumi tu. Tishio inaweza kuwa uchumba tu. Kuna jamaa alikuacha akaja mlevi kabisa, Biblia imekataza kabisa msiolewa na wasiokoka kabisa, lakini naye anasali. Haya, shauri yako, sisi hatuko, tutakutana nayo. Simama kwenye neno ndio kubeba msalaba. Uko tayari? Na wokovu sio adhabu. Hatukuokolewa kwa adhabu ya Bwana, tumeokolewa kwa furaha ya Bwana. Basi jamaa wakarudi na panga lina damu. Jamaa kuona damu, wakakimbia, wakabaki wachache. Sasa yeye wamtake, akaenda tena huko, akaja na mtu, kumbe yule mchungaji alimtoa pale. Ile damu imechinja mbuzi. Sasa mchungaji, ulikuwa na wasanii hapo bwana, wanababaisha baba wao pamoja. Naona kwa sababisha watoke sasa. Endelea na ibada na sisi tumeokoka, tutarudi pamoja. Anayetaka kuiponya nafsi yake haipotezi. Usipoteze nafsi yako, chukua msalaba. Neno hili linanena na maisha ya mtu. Kuna maumivu mengine ni machungu jamani. Kuna visingizio vingine vibaya, unatamani ujitetee mwenyewe. Kuna wengine wanaudhi sana, kwa kweli na kumsamehe haingia akilini. Lakini kuchukua msalaba ni pamoja na kumsamehe huyo. Uko tayari kumsamehe huyo? Maana unaumia wewe, haumii yeye. Unaumia wewe. Unaumia. Maombi yako hayaombeki kwa sababu tu una uchungu. Na hasira ni sasa nasi inakiumiza chombo kilichobeba kuliko pale inapomwagiwa. Kwa fundisho hili Yesu anasema, wewe unaniita mimi nani? Unamjuaje Yesu? Uko tayari kubeba msalaba wako kila siku? Yesu anamtaka mtu aliyepausa abebe msalaba wake, tena umfuate. Wewe fikiri kuna mfuata Yesu, hata hizi za kumfuata Yesu, mara tukame na watu, mara kokoto wataki kutupia mawe na wewe uwepo, mara dalesho saba kachini na wewe uwepo kuchimba. Kama kwa kufa, kama kwa kuwa hai, simama na Yesu. Simama na Yesu jamani. Amen. Simama. Anasema atakayeona nafsi yake ataipoteza. Hiyo Biblia imeandikwa. Na hii maana yake ni kwamba anayejaribu kumfuata Yesu bila kujikana na kubeba msalaba wake, hakuna uzima nje ya kumfuata Yesu. Hakuna masamaha nje ya Yesu Kristo. Atakayepoteza ni kwamba bana huyu mtu alimfuata Yesu akamwacha kwa kujiokoa mwenyewe, hatajiokoa, hatafanikiwa. Na kubeba msalaba inathibitishwa kwenye Warumi 6:3-5. Tunapobatizwa kama tunatoa kiapo cha kubeba msalaba, kwamba mimi nilikufa, utu wa kale unakufa na uzika leo, na naamka kama Yesu alivyo hai, nami nitakuwa hai. Kwa habari ya dunia nimekufa, kwa habari ya dhambi nimekufa, lakini kwa habari ya uzima wa milele mimi pamoja na Yesu. Kwa Uganda kulikuwa na usemi mmoja wa wanasiasa mmoja anasema, alikuwa anahitaji kabila moja. Kuna kabila wanaitwa Baganda. Wale ni watu wenye akili nyingi, biashara nyingi, matajiri, na ndio hata Kampala iko kwao, pesa nyingi wanayo. Na kila anayetawala lazima waheshimu wale. Kuna namna lazima wakumbuke mfalme wao wa mheshimu. Sasa kiongozi mmoja akasema, Muganda mzuri ni aliyekufa tu, kwa sababu wengine wote wana hila, lakini mzuri na mwaminifu na ambaye amekufa. Nikakumbuka na zamani
Unajua kwa nini amekufa? Kwa sababu yeye wakati wote anaweza kufanya chochote. Sasa sisi kubeba msalaba maana yake ufe kwa habari ya dhambi. Yaani dhambi kikicheza hapa, hata kama ulikuwa mwana disco bovu sana, likilia huko usianze kucheza kimoyo moyo. No. Uzibe na masikio, usifunge na TV yako. Hata waelewi. Na sasa hivi ndo dhambi inatuvamia, inatuzinga kila mahali. Ukienda kwenye TV ipo, ukienda kwenye simu yako ipo, ukipanda basi ipo, ukifungua email ipo na mahali pengine ipo na mahali ipo. Mtu aamue siku zote, na nielewa takatifu. Amen. Simama na Bwana. Simama na Yesu, beba msalaba wako. Sasa wakawa nasema mtu nikakumbuka tena kuna kabila lingine Tanzania hapa zamani kulikuwa na utani wa watania. Nasema bwana, ukitaka kujua mtu wa kabila lile amekufa kweli, chukua pesa tikisa hivi. Ukiona hastoki, ndio kafa kweli. Hata kama ni kwenye operation, wengine wanaongeza chumvi hapo. Hata kama ni kwenye operation amepigwa na gazi nusu kaputi, lakini akasikia ile sauti ya mikasi kwa pesa. Sasa sisi tumetumia pesa yangu sisi wa makonde au sio tunasubiri hiyo, lakini na mnafahamu ndio kuniambia maana pesa ndio hai wao. Amina. Hapo zamani walikuwa wanasema ni wezi, kumbe ni wachapa kazi tu wazuri, hakuna wezi, lakini wanafanya kazi kwa bidii na pesa wanayo. Maskini hauko kwenye kamusi yao. Amen. Hello. Sasa yule huyu kafa kweli, dondosha pesa. Kiona stoki sasa jamani, taondoka. Hello. Kuna watu hapa, kuna maisha kunaishi, kuna mahali kuna ukisikia tu ile bia ile, ukisikia tu harufu imeshamwangusha. Ulikuwa unakimbiza wanawake, ukiona tu kapita huyu kama mtu tunapigana, unagonga mpaka miti kwa sababu unatazama. Umekufa kweli wewe, msalaba umebeba kweli. Wanawake ndio kabisa pochi. Chukua msalaba wako, umfuate Yesu. Hakuna mtakatifu bila msalaba. Hakuna. Utakuwa mwigizaji tu. Lakini unapobeba msalaba utajikana wakati wote, usema hili no. Hapa kuna pesa bwana. Hapa kuna pesa, nasema ndio. Mimi sina pesa, lakini ninaye Yesu na utakatifu ninao. Haununui kwa pesa. Chukua vyote, niachie Yesu. Bwana atanipa zingine. Bwana atajitwalia. Hello. Sasa kwa nia leo pesa. Nitaendelea kusema. Sasa mtu yeyote anasema kwa kweli mchungaji, nimeelewa. Na pengine kuna mahali nilikuwa. Petro mwenyewe nilikuwa, lakini Mungu alisema hata leo anasema. Maadamu unapumua, maadamu unasikia neno hili, kuna mahali uliuza, ulitupa msalaba wako. Kuna mfano mwingine niliwahi kutoa, ni ufenda leo ni. Kuna niliwahi kuona kwenye YouTube mfano mmoja wa watu waendao mbinguni. Wamebeba misalaba, wanasafiri safari ndefu. Sasa tunakata kutoka majasho. What is it? Hatuwezi kunani? Hatuwezi kuprove hii. Hatuwezi kujiongeza. Wakajiongeza bwana. Wakachukua misumeno. Wengine wakakata ile miti, wakapunguza urefu. Alafu na ile msalaba kwa punguza ulikuwa mrefu kiasi hiki, wakapunguza kawa msalaba hivi. Kale cross, lakini angalau kidogo anaweza kabeba hivi, akakata mfukoni, akakata kiunoni, akakimbia. Naona bwana rahisi bwana. Hakuna wokovu rahisi. Hakuna wokovu rahisi. Wokovu wangu ni vile vile msalaba unaotosha, ukapigiliwa ukafa. Hata ikibidi ukaishia hapo kama Stefano, lakini bado anajulikana mpaka leo, anahubiri mpaka leo. Hello. Sasa bwana, unafika kwenye daraja sasa.
Wale waliokuwa na msalaba kidogo wamefika chap. Kumbe daraja lenyewe bwana kuna mshimo. Alafu daraja alipo ile kuna shimo kubwa, limto likubwa, tena limto lina moto ndani yake. Inabidi ili uvuke, inabidi uunganishe msalaba ule hapa mpaka pale. Sasa wenye msalaba mifupi vikaishia hapa. Hebu ni lazima kwako unaona mrefu kidogo sana hapa, na kila mmoja na wao wake. Kila mmoja anatumia ni single use, sio double use. Na msalaba wa Kristo ni single use, si unajua wa kwako ni wa kwako. Wengine wote walikuwa na misalaba wengine kirefu kidogo kinaishia hapa, wakarudi. Hebu jaribu wewe mwenye mwingine akaweka msalaba kwa kugusa hapa mpaka kwenye meza hiyo, akatembea niko ndani ya Yesu, anavuka tu. Huku chini kuna lishimo likubwa, na kule kuhamia kuna mikono ya Bwana Yesu inasema karibu nyumbani mwa baba yako.